spiritual. Okay, here we go. Mali inaanza, kuna mchizi huyu hapa mbio anakimbizana kuelekea sokoni. Kufika pale foleni kubwa ise. Bidhaa vitunguu ilikuwa adimu sana. Leo mzigo umeingia mjini. Kuna vidada hivi hapa pembeni akina Mamu na Mina. Wanamkodolea vijicho tu, wanampenda hatari. Hey Govi, huoni jua ni kali sana linakuchoma? Nenda kakae kwenye kivuli. Mimi nitakupangia foleni kwa ajili yako. Hapana asante. Kaa kwako na mimi nikae kwangu. Mwamba kauzu huyo, hapendi shobo kabisa. Okay, baadaye karudi zake nyumbani. Msela anaitwa Govardhan. Nyumbani anaishi na familia yake ambao ni yeye, kaka zake wawili, mashemeji zake wawili, yani wake wa kaka zake, pamoja na watoto wao na bibi yake pia. Mama, mwalimu kaniambia bila kiatu kipya leo nisiingie darasani. Kama utaki shule sema uungane na baba yako mkalewe kwenye vilabu huko. Mama, nyamaza nitakukata kibao. Hey, mbona hasila tena kwa mtoto shemeji? Haya basi nyamaza mwanangu. Jioni nitakuletea viatu vipya, sawa? Kucheki pembeni hivi, kaka yake mkubwa ni mtu wa pombe tu. Yani anaga huduma yoyote ile kwa mkewe pamoja na watoto wake. Usijali shemeji, atabadilika tu. Tabia ibadiliki ghafla tu. Tumpe muda kidogo. Mwamba akimwangalia kaka yake anachoka sana ise. Okay, Midamida anawasindikiza watoto wake kupanda gari kuelekea shule. Mambo vipi Govi? Nimesikia leo shemu wako kagomba sana, makelele mengi. Vipi, ni kuhusu kaka yako cha pombe sio? Mimi mwenyewe mbona nimesikia vilio jana usiku kutoka chumbani kwako. Kwani nimekuuliza chochote? Aise, nimefanya makosa kweli kuongea na wewe. Huna adabu hata kidogo. Mwamba ana majibu ya ovyo ya kuwakomesha wambea. Hey Govi, samani, unakumbuka lile dili langu nilokuambia? Marafiki zangu washawekeza tayari. Nimebaki mimi tu process zianze. Sawa bro, waambie wasubiri kama siku 3 hivi. Nitashughulikia. Mwamba akiwa anajiandaa zake kwenda kazini, pembeni kuna huyu hapa bibi yake. Bibi, unakunywa nini hiyo? Nakunywa kahawa. Safi sana. Kila siku wewe ni kahawa tu na misukari kibao. Halafu kwa staili hiyo unategemea kisukari chako kishuke. Mazoezi yenyewe ufanyi, kutwa unashinda umekaa tu. Bibi akasusa kahawa yenyewe. Hii ndo unasusa? Wewe ndo mkubwa wa familia hii. Ukinuna bibi, nani atacheka sasa humu ndani? Okay, mimi naelekea ofisini baadaye. Hey, njoo hapa. Basi bibi ni kawaida yake kila siku kumpa baraka mjukuu wake afike salama kazini, macho ya husda ya kazini yampitie kushoto. Halafu kipenzi, fanya uoe kabla bibi yako sijafariki. Wewe kila siku unatunza familia ya kaka zako. Yako utaanzisha lini? Waache kaka zangu wapumzike. Sasa ni jukumu langu kama wao walivyonisomesha tokea niko mdogo. Ndoa ipo tu bibi. Mbona nitaoa hata mbeleni huko? Muda bado ninao mwingi sana. Lakini mjukuu, sitaki. Kwani lazima? Mbona unanifusi sana? Kama ni vitukuu si tayari unao, nini shida tena? Okay, jamaa akamwaga bibi yake pale kwa mabusu unaambiwa. Huyo akachukua baiki yake kuelekea kazini. Kwanza baiki yake haikuwa na mafuta. Akaikokota hivyo hivyo mpaka sheli. Akajaza mafuta huyo mpaka kazini. Mchizi lifestyle yake imenyooka, yani uko serious, mtu wa kujituma sana. Kazi anayofanya jamaa yeye ni architecture engineering, yani msanifu wa majengo. Leo hapa kulikuwa na project anaipresent kwa wateja, wapate tenda ya kujenga hoteli kubwa. Mwisho presentation ilikuwa nzuri sana na walipata dili hilo. I say, kazi nzuri sana. Hujui tenda ilivyokuwa muhimu sana kwetu. Niambie nini unahitaji tukupatie? Mwamba akaona akatoa karatasi. Bosi, mimi nahitaji saini yako tu hapa. Ya nini? Mkopo wa benki huo. Kaka yangu wa pili ana kampuni anafungua yeye na wenzake. Sasa inahitajika saini ya mtu mkubwa hapa apate hizo pesa. I say, nikajua utaomba kitu kwa ajili yako mwenyewe. Haina shida, nitasaini. Hey, subiri kwanza. Nakuuliza, naomba uwe serious. Kila siku nakutongoza kwa miaka 3 sasa. Kwa nini unikubali? Hivyo nafikiri nawezaje kukupinga na ulivyo mzuri hivyo? Shida umezidi kuwa mrembo sana. Naogopa nikiwa na wewe sitokuwa na amani. Muda wote pressure juu wanaume kukufuata. Hiko ndicho sikihitaji. Hey, nisikilize basi. Eti Anjana, unampenda Govi? Of course, ni handsome. Vipi, unaweza kuolewa naye? I say, kwa kweli hapana. Mtu anaishi na bibi, kaka zake na wake zake pamoja na watoto wao. Eti na mimi nijiunge umo? Hiyo itakuwa ni nyumba au hosteli? Mrembo akaanza kumcheka. Haya, umeona sasa? Ni mwanamke gani ambaye atajitolea kuishi na familia yako isipokuwa mimi? Wanawake tunapenda uhuru na mwanaume katika ndoa. Mimi nimekubaliana na yote hao, lakini bado unanikataa. Wewe na huyo Anjana wako wote wapuuzi, msinipotezee muda wangu. Basi kama kawaida, masuala ya bidhaa supermarket jukumu lake hilo. Nyumbani yeye ndo hivyo upenda kulala na watoto wake wote. Kaka yake mkubwa yeye ni mtu wa mitungi tu. Msela hana shida, namlipia, anamfuata usiku, amchukua mpeleke nyumbani. Ila kaka yake anaonekana hataki mazoea kabisa na mdogo wake. Yaani kama wana ugomvi hivi, Mwamba anaona fresh tu. Kikubwa na focus sana na kazi na kuitunza familia yake pia. Hata pombe mchizi anakunywa kwa vipimo, anajali afya yake. Mwisho wa mwezi bili kibao, umeme, maji, gesi, dawa za bibi, yani zote hizo Msela anashughulikia. Maisha ya familia yake ni ya uwezo wa chini, ila yeye anapambana sana usionekane mafukara. Okay, siku hiyo jioni Mwamba karudi zake nyumbani, anakuta bibi anafanya mazoezi ya kutembea tembea. Bibi, mazoezi gani hataja shotoki? Kimbia kidogo usweti mtu mzima. Unaenda wapi huko? Jamaa akashtuka. Swali gani hilo unaniuliza bibi? Naenda zangu juu kutuliza akili. Niacheni leo nikalale kwenye chumba changu cha kazi. Tutaonana asubuhi. Hey, huko juu leo tumepangisha. Nini? Nani aliwapa ruhusa kupangisha huko juu? Sawa, haina noma, naenda kumtoa huyo mtu wenu. Mchizi akaenda kwa hasira mpaka ndani. Ghafla akakutana na binti anagonga misumari ukutani. Akashangaa, huyu ndiye mpangaji mwenyewe au? Akamsogelea paka pale kumtizama. Binti uko bize tu kugonga. Kuja kugeuka hivi. Bana, cheki rangi hiyo. Msela
dua kwanza. Astaghfirullah.